Yes, tuendelee tena kwenye chaneli yetu ya Mind Advance. Tutaendelea pale pale kwenye tabia ya fursa. Tumeangalia tabia mbalimbali na leo tutaangalia tabia nyingine ya fursa. Tabia ya leo ambayo tutaiangalia ni kwamba tabia nyingine ya fursa inasema fursa hazijawahi kuwa adimu. Hiyo ndio tabia ya fursa. Fursa haijawahi kuwa adimu hata siku moja. Hakuna uhaba wa fursa, bali kuna utele wa fursa. Naomba uchukue hiyo. Hakuna uhaba wa fursa, bali kuna utele wa fursa. Na narudia kusema fursa hazijawahi kuwa adimu hata siku moja. Binadamu tupo tunastawi kwa kutoshelezana. Tunategemeana. Ukijua shida ya mwenzako na namna ya kuitatua namna ya kuitatua hiyo shida, huyo atakuwa fursa kwako. Ikiwa uko na rafiki yako, uko na ndugu yako, uko na jirani zako mahali unapoishi, alafu ukaona ana changamoto fulani, alafu ukapata mwanya au mlango wa kuitatua hiyo changamoto alionayo, basi umemfanya huyo rafiki yako, huyo ndugu yako kuwa fursa kwako. Usichanganye mambo. Usichanganye mambo. Kutegemeana hakuletwi na zana za utajiri na umaskini, wala wasionacho na walivyo navyo, waliosoma na wasiosoma na vingine. Hakuletwi na hivyo. Nataka nikwambie usichanganye mambo. Kutegemeana hakuletwi na zana ya utajiri, umaskini, wasionacho au na walivyo navyo, waliosoma na wasiosoma na vitu vingine. Hakuletwi na hivyo vitu. Uwepo wa matabaka hayo hauna mchango wowote katika kutegemeana. Hauna. Na hayo ni kweli tu. Ni uongo na imani potofu kuamini kwamba tajiri yupo kwa sababu maskini yupo, ama kusema mtu A amekuwa tajiri kwa sababu mtu B kuwa maskini. Ni uongo. Hakuna kweli zozote katika kuamini hatuwezi kuwa matajiri sisi sote. Yaani huo ni uongo. Kwamba sisi sote hatuwezi kuwa matajiri. Ni uongo. Nani atakuwa maskini? Hizo ni fikra finyu. Na ni fikra ambazo tunaweza tukasema ni fikra funge, yaani zimefungwa. Fikra huru na nyumbulifu ni hivi: kwa sababu pana watu pana fursa. Kwa sababu pana watu pana fursa. Maisha yanaenda kwa sababu tunahudumiana. Ukihudumiwa, hudumia pia. Ukihudumiwa, hudumia pia. Ukisema sina cha kuhudumia ni uongo kabisa. Ukisema sina cha kuhudumia ni uongo. Ukihudumiwa na wewe unapaswa uhudumie. Usiseme sina cha kuhudumia, ni uongo. Ni uongo kabisa. Uongo uliojirudia huwa kweli. Uongo uliojirudia huwa kweli. Kama huna cha kuhudumia, maana yake huna cha kuuza. Tafsiri yake ni unanunua sana na huna cha kuuza. Ndugu yangu, naomba unielewe hapa. Kama huna cha kuhudumia, maana yake huna cha kuuza. Tafsiri yake ni unanunua sana, huna cha kuuza. Ukweli mchungu, maskini huhudumiwa sana na wao huhudumia kidogo ama kuto kuhudumia kabisa. Huo ni ukweli mchungu. Maskini wengi wanahudumiwa sana
na wenyewe wanahudumia kidogo, na wakati mwingine hawahudumii kabisa. Wanakwama wapi? Wanakwama hapa, kwamba wao wanahudumiwa sana, lakini wao hawahudumii sana, na wakati mwingine hawahudumii kabisa. Tuchunguzane, tujuane mahitaji yetu ni yapi. Tuchunguzane, tujuane mahitaji yetu ni yapi. Kuwa tajiri, kuwa maskini ni hatima inayofunguliwa na mtu mwenyewe. Kuwa tajiri ama kuwa maskini ni hatima inayofunguliwa na mtu mwenyewe. Ukubali ukatae kuhusiana na hili. Haifanyi kanuni hii kutofanya kazi kwako. Kwamba yani ukubali ukatae kwamba hatima ya wewe kuwa tajiri au kuwa maskini inatengenezwa na wewe. Na hii nilishasema huko nyuma kwenye tabia fulani ya fursa. Uchunguzi wako unakupatia matunda unayostahili. Vile unavyochunguza ndivyo unavyopata matunda unayostahili. Wote tunaweza kustawi na dunia ikaenda. Cha msingi tujue kuhudumiana. Hilo ndio jambo la msingi. Jambo la msingi tunapaswa kujua kuhudumiana. Naomba niishie hapo kwenye jambo hili la muhimu, kwamba wote tunapaswa kujua namna ya kuhudumiana, na unapohudumiwa hakikisha na wewe umehudumia. Ndipo hapo tunajua kabisa hakuna matabaka haya mawili ya tajiri na maskini, waliosoma na wasiosoma, walivyo navyo na ambao hawana kabisa. Jambo la muhimu tu, ukijua kwamba unahudumiwa, na wewe hakikisha umehudumia. Usisahau kusubscribe, kulike na kushare, na tutaendelea wakati mwingine. Nikutakie wakati mwema. Bye bye.